Katika kizazi chenye kelele nyingi, sauti ya maono haipotei. Hapa tunaenzi, tunaadhimisha, tunasherehekea. Tunapiga makofi kwa ajili ya wenye maono husheherekewa. Kwa mkurugenzi, unapozungumzia kwenda kumfunua Mungu kuwa ni Baba, nyinyi kazi yenu ni kuzunguka kwenye vituo hivi kwenda kumfunua Mungu kuwa ni Baba, au jumba la malisho inafanyaje kazi? Hapana, atuzunguki. Ukituona sehemu tumeenda kwa jukumu maalum. Ndio. Na yani ukituona tu sehemu hiyo ni sehemu ambayo tumeenda kwa jukumu maalum. Maana sisi kote tunapokuwa sisi ni ofisi kamili ambayo tunatembea. Lakini si kila sehemu tunaenda. Hapana. Na tunapoenda sehemu yote kukutana na hawa watoto, hatushitu kumfunua Mungu kuwa ni Baba, lakini pia hawa watoto wana nini? Maana yake vipawa sisi. Ndio. Maana yake sisi pia tunafanya kazi ya kugundua vipawa. Ndio. Tunavikuza na kuviendeleza, kwa sababu tunaamini vipawa alivyonavyo ama hizi utajiri ambao Mungu Baba ameweka ndani mwao ni kwa ajili ya faida ya dunia nzima. Kwa hiyo tunapofanya hivyo, maana yake pia ni sehemu pia darasa kukutana na hao watu ambao wanawasimamia, na ndio maana sisi taasisi yetu ni jukwaa, na ndipo tutakaporudi kule mwanzo kwamba wenye maono husherehekewa. Ni jukwaa kwamba hata kwa hawa ambao tunaona kama wamesahaulika, hawa pia wana vipawa, wana talent, wana vitu vingi ambavyo wanaweza kuvifanya vikabadilisha wao wenyewe, lakini pia vikawa ni mabadiliko kwa dunia nzima. Sawa mkurugenzi, asante mpaka hapo ulipofikia. Mkurugenzi, nikikurudisha nyuma kidogo, wakati unatolea mfano wa namna ambavyo mlikwenda kwa mara ya kwanza kwenye kituo na Bwana akawauliza swali ambalo umetuambia ilikuwa linachekesha kidogo, lakini pia ni swali ambalo linatafakarisha. Mlifanya shughuli gani siku hiyo hasa? Ulikuwa umekwenda na vitu kwa ajili ya kupeleka vitu, au ulikuwa umekwenda kwa lengo la kufanya nini zaidi, na mlipofika mlikuwa mnafanya nini? Mara ya kwanza nilipokwenda kwenye kituo sikwenda na chochote. Ndio. Nilikwenda na neno la Mungu. Kwa sio kwamba ukwenda na chochote, ulikwenda na neno la Mungu. Sawa sawa. Na hapo tuna mwaka tangu wazo tumeshalipokea la jumba la malisho. 2023 sasa. 2023. Nilipoenda pale nilipokelewa vizuri sana na watoto wenye umri tofauti. Ndio. Na tukacheza nao, tukaimba nao na vitu tofauti. Na hapo ndio nasema ndio hapo ilipozaliwa kwamba taasisi ya jumba la malisho tunajali sana ushirika kabla ya vitu. Na hii yote hii vitu vilikuwa vikiendelea katika utimilifu wa neno la Mungu alivyotuambia. Baada ya hapo tukafurahi na sawa. Kwa neno la Mungu tu ambalo lilikupeleka kwenye kituo hicho ndicho ambalo lilienda likaleta furaha mahali pale. Haukusikia habari zozote za uyatima, maana vile ni vituo vya watoto yatima. Hakuwahi kumsikia mtoto wakati anacheza, wakati anaimba akisema mimi yatima, mimi nini? Sio kusikia vitu kama hivyo. Hapana. Au kusikia hata kidogo. Kwa hiyo ndio kile ambacho mkurugenzi unatuambia, kumbe watoto wengi wanakuwa yatima kwa maneno. Kwa maneno. Kwa changamoto inawezekana ipo kwa walezi na wasimamizi wa watoto. Tunashukuru sana mkurugenzi. Lakini bado nina maswali kadhaa. Mtazamaji wetu wa Sonship Spirit TV, endelea kukaa na sisi. Bado tupo naye sana mkurugenzi siku ya leo. Tunataka tujue vitu vyote kuhusiana na taasisi ya jumba la malisho. Mimi nina maswali yenu naendelea kuyapeleka kwa mkurugenzi. Ninaamini mkurugenzi hawezi kutuchoka. Basi nina swali lingine mkurugenzi. Unapozungumzia habari ya uyatima katika taasisi ya jumba la malisho, je, uyatima ni kutokuwa na baba au kutokuwa na mama au kutokuwa na wazazi? Nyinyi kwenu uyatima ni kitu gani hasa? Sisi kwetu tuna tafasiri tofauti kidogo.
kwa sababu kuna watoto ambao wana baba na mama ni yatima. Kwa hiyo inawezekana ukawa na baba na mama na bado ukawa yatima. Usishtuke mtazamaji wa Sonship Spirit TV, utapata majibu hapo. Unaweza ukawa na baba na mama na bado ukawa yatima. Kwa kaa kwa makini kusikiliza nondo hapa kutoka kwa mkurugenzi. Kitendo tu cha kuto kumjua Mungu kuwa ni baba yako, huo ni yatima. Wow. Na watoto wengi kwenye hivi vituo wamekuwa yatima kwa sababu mbalimbali ambazo wamekuwa wakizipokea taarifa ambazo wanazipokea kwa watu wanaowasimamia. Na hapo ndipo tulipojua kwamba mtoto mpaka anajiona kwamba yeye ni yatima ni kwa sababu ya taarifa fulani ambayo alipewa. Kama unajua wewe wakati ulipozaliwa mama yako alifariki, baba yako alikukimbia, julikane alipo, ndio maana ukawa hivyo. Wewe ndio sababu ya kuwa yatima. Kwa wanamueleza uyatima kama kutokuwa na baba, kutokuwa na mama, yani kwamba kutokuwa na wazazi. Yani wewe ndio sababu. Na ndio maana pia hata watoto wengi unakuta hawana furaha. Hawafurahi kuishi kwa sababu wanaona kwamba labda mimi nimekuwa, labda babangu amekimbia, mamangu alifariki, mamangu alifariki kwa sababu yangu. Kuzaliwa kwake imekuwa chanzo. Hizo ni taarifa zinazopokelewa kutoka kwa wasimamizi. Kama watu wanaokuwa wamechina. Na hapo ndipo Bwana pia akatukumbusha. Tulipoenda kwenye kituo mara ya pili, Bwana alitukumbusha kuhusu matukio ambayo tuliyafanya katika kituo cha mara ya kwanza. Kwamba watoto wengi hawategemei sana vitu kutoka kwetu. Wanatamani wacheze pamoja, wacheze na wewe ulienda kuwaona, uwaogeshe, ufurahi nao, kwa sababu wanavitamani kuona kuna mtu ambaye anawafurahia namna anawapenda namna walivyo. Na tulipofika kwenye kituo kingine, ilikuwa ni mara sasa ya pili mwaka 2024. Pale nilikutana na watoto wana vipawa mbalimbali, wana utajiri mwingi sana. Sasa pale watoto wakatipokea, yani mapokeo tu mtoto anakuambia, madam nataka nikutangazie. Mimi naweza kutangaza. Mimi naweza kufanya hiki, naweza kufanya hiki. Kwa nakuta tutawezekana wapate nafasi ya kuonesha hivi vitu. Ama ni sehemu ya Mungu kwenda kufundisha kwamba Bwana, mimi ambacho nimekufunulia kiko hivi. Kwa hilo pia ilikuwa ni darasa moja zuri ambalo tunatembea nalo mpaka leo. Na hapo ndo ulikuwa pia mwanzo wa kuendelea kukua ama kuimarishwa katika ile sentensi moja kwamba nyinyi ni ushirika zaidi kabla ya vitu. Lakini pia ikawa pia ni sehemu ya kufunua upendo wa Mungu kwa hawa watoto. Hatukuishia tu kumfunua Mungu kuwa ni baba, lakini pia tulimfunua Mungu kuwa ni upendo. Wow. Upendo hayani upendo ni mtu. Kwamba wewe unapendwa na Mungu Baba, unafurahiwa hivyo ulivyo. Kwa maana yake uyatima sio kukosa baba wala kukosa mama, wala kuwa na baba ama kuwa na mama, ila uyatima ni kuto kumjua kuwa Mungu ni baba yako. Asante sana mkurugenzi, asante kwa ajili ya elimu hiyo ya ufalme ambayo ni muhimu sana, ambayo ninaamini imenisaidia mimi, inamsaidia pia na mtazamaji wa Sonship Spirit TV ambaye anatutazama hivi sasa, kwamba unapozungumzia Mungu ni baba, sio tu baba bali ni baba mwenye upendo, na upendo huo huanza kwa kufahamu uhusiano na ushirika ulionao na Mungu kabla hata ya majukumu mengine yoyote ambayo yanaweza yakafuata. Ndio, hiko ndicho ambacho umetuambia. Kama nipo sahihi mkurugenzi, unanipa 5, unaniambia upo sahihi. Asante sana mkurugenzi. Sasa mimi mkurugenzi, bado nina maswali kadhaa kwako ambao ninatamani pia kuyafahamu. Unafikiri kwa nini Mungu alikupa ufunuo huo wa kwamba yeye ni baba kwetu?